Kama unatumia Samsung Galaxy A05, it's time for you to upgrade my friend. Samsung wameshatoa vyuma vipya. Ilikuja Samsung Galaxy A06 ikapita hivi. Sasa hivi tuko kwenye Samsung Galaxy A07, mwamba huyu hapa. Sasa leo nataka nikusanue uachane na hiyo chuma ya mwaka 2023. Samsung umefanya mapinduzi makubwa sana kwenye upande wa processor. Mwanzo walikuwa wanatumia MediaTek Helio G85 yenye 12 nanometers kwenye upande wa A06 na A05, lakini kwenye A07 wanatumia MediaTek Helio G99 yenye 6 nanometers. Ni processor ya kisasa yenye nguvu na yenye speed kuliko processor ambazo walikuwa wanatumia awali, huku ikiwa na sifa ya kutunza chaji muda mrefu na kupata kiwango kidogo sana cha joto, hivyo inayofanya simu kustay cool most of the time. Jambo la pili, wamebadilisha mfumo wa kuhifadhi data, ambapo mwanzo walikuwa wanatumia embedded multimedia card, lakini kwenye A07 wanatumia UFS, Universal Flash Storage. Mfumo huu ni mfumo ambao una spidi katika kazi zote ambazo zinahusisha matumizi ya memory, kwa sababu ni mfumo ambao unatumia njia mbili, tofauti na ule mfumo wa kwanza ambao ulikuwa unatumia njia moja kuwasilisha na kuhifadhi data. Samsung Galaxy A07 inatumia kioo kile kile ambacho kilitumika kwenye Samsung Galaxy A06 pamoja na A05, ikiwa na utofauti kwenye refresh rate. A06 na A05 ina refresh rate ya 60 Hz wakati A07 ina refresh rate ya 90 Hz. Kwenye upande wa durability, A05 na A06 hawajasema kabisa, lakini A07 inakuja na IP54 water and dust resistance. Maana yake ni kwamba inaweza ikahimili mikiki midogo midogo ya unyevu na vumbi. Kitu cha mwisho ambacho mimi kama mimi kingeweza kunifanya nisaliti simu yangu ni upande wa Android update. Samsung Galaxy A06 pamoja na Samsung Galaxy A05 zinakuja na 2 years of Android update, yani zinapokea update ya miaka miwili tu, wakati Samsung Galaxy A07 anapokea update ndani ya miaka 6. Ina maana features zozote za software zitakazotoka hapa katikati zote atazipata mpaka mwaka 2030. Kama hiyo haitoshi kufanya ubadilishe simu yako, no more say guys.